Gĩũkĩre manjũge tivet sana manjũge mathomo jaotea mwana kethera mwana ni manjũge kuina akendelea na kuina kethera ni manjũge nuije kwa antu baraba tedharimi na akiri kuthoma lakini mambo ya mkono mambo ya mikono akotusa mtu hata mantu na mpoempoi so niyo mantu tukwenda kwithwa tukiariria na arua na of course twetara atitobara imwe mucime yakwe mtu makatha yetira menya ni bibi omba kwithwa akibwithia ati kumya kithwa ni cukuru iri kuomba weta so uwe ni wetu kwenda kwithwa tukiariria na uru kirwa na arua ukilukira Wero FM na Wero TV kiri mubango wa chanchamuka nikenda umenya nawe na ataomba kwethia kana muciari nawe kenda umenya ni bibi mwana ukwenda kuendelea kithoma karibu sana mwalimu asante na tubotonera kanya na arua kiri Wero FM na Wero TV of course kuja kuambia wazazi na wanafunzi nini mtoto wao anaweza fanya after shule karibu salimia Wameru na waambie unatoka wapi na wewe ni nani. Asante sana. Kwa jina ni EUNICE NJENGA, mwalimu mkuu Nkabune Technical Training Institute ama ile tunaita taasisi ya mafunzo ya kiufundi. Ndio. Na ninasalimia wanaonitazama na wasikilizaji. Na pia nisalimie wanafunzi wapendwa wa Nkabune Technical, wakufunzi ama walimu wetu na wale wanaotusaidia support staff wapokee salamu zangu. Ndio. Sasa kwa wale wanaokutazama sahi Madam Njenga wangetaka kujua hii Nkabune inafunza nini, Nkabune iko wapi katika kaunti ya Meru ama kama si Meru pia utuambie Nkabune iko wapi kwa sababu kuna mtu anataka kujua kukuja Nkabune atafika aje. Nkabune iko Meru County. Na kwa kiufupi ukifika Gitembene, najua watu wa Meru County wanaelewa Gitembene, utateremka na Mate Road. Ukiteremka na Mate Road utafika mahali kuna dispensary inaitwa Igoki. Hapo tuko na kibao ambayo inaelekeza watu kufika Nkabune na ni kilomita 1.5 kufika hapo. Kwa hivyo ni karibu sana na town. Ndio. Kwa hivyo si mbali na Meru town. Si mbali sana. Ni mahali unaweza fika very comfortable na uje upate mafunzo ya kiufundi. Ndio. Na shule ya Nkabune Tti huwa ina offer courses kama gani? Nkabune iko na kozi mingi sana katika idara 7 ama departments. Na ningetaja niseme tuko na engineering. Katika hiyo department ya engineering tuko na electrical, electronics ambayo utafunzwa mambo ya stima na zinakuja katika level tofauti. Kuna artisan, certificate na pia diploma. Kwa hiyo niseme mwanzo mwanafunzi akikuja pale na ile grade alipata tutamuelekeza kabisa. Kwa hiyo wasikae nyumbani wakidhani walianguka mitihani yao. Tutawaelekeza. Tuko na ingine inaitwa mechanical department iko na automotive. Tunawafunza mambo ya magari. Pia kuanzia level ya artisan kwenda diploma. Tuko na idara ingine ambayo tunaita hospitality. Na hii ni tuko na ubora zaidi ama it is our center of excellence. Hapa tunafunza mambo ya food and beverage, ni upishi na service. Tunafunza fashion design, tunafunza cosmetology, urembo, kurembesha. Na niseme katika hiyo department ikisema ni ya ubora zaidi, wanafunzi wetu wanahitimu vizuri sana, wanaajiriwa na wanajiajiri. Kwa sababu ni kitu unafanya na mkono wako. Na pia katika hiyo idara tuko na short courses. Na hizi short courses ama courses zile zinachukua muda mfupi sana. Hiyo tunasema ni open. Unakuja kupata ujuzi. Kwa hiyo hata ikiwa maybe ulienda class 8 ukaremewa katikati juu ya mambo tofauti kukosa ada ya kuja shule, unaweza kuja tukutengenezee kosi fupi ambayo itakupatia ujuzi, uende ujiajiri. Kwa hiyo ndio nasema wazazi wasikae na watoto wao nyumbani wawalete, tuweze kuwaelekeza. Tuko na idara ingine ya computing and informatics ambayo tunafunza computer. Wanafunzi wanafunzwa kutumia hizi kompyuta, naona hapa katika hiki kikao tuko nazo, tunawaelekeza. Na wakati huu serikali iko na project ambayo inaitwa Jitume. Katika hali ya kuwafunza hii kompyuta pia wanafunzwa kufanya kazi online. Tunajua mambo ya hizi simu za rununu na wakati ule inachukua mwingi, unakuta watu wengi mara mingi wanapoteza wakati wao. So katika hiyo project itawaelekeza pia kutumia hiyo simu ya rununu kujifaidi. Na pia hata akiwa shule akipata hiyo pocket money unaona pia atasaidia mzazi. So badala aende tu kujientertain,
kuna vile watapatiwa digital skills ambazo wanaweza pata mapato bado wakiwa shuleni. Na hii hata mwenye hajamaliza ama hajakamilisha shule pia anaweza ingia Nkabune Technical, tumfundishe packages za computer, pia tumpatie digital skills. Hata hiyo iko open, tuweze kumuelekeza aache kukaa nyumbani, kwa sababu ile shida tunapata mingi sana ni hao vijana wetu kukaa nyumbani bila kufanya chochote. Nkabune is open, waingie waone. Katika Nkabune ama hii taasisi ya mafunzo ya kiufundi, pia tuko na department ya Libero department, tunafunza social work and community development. Hizi ni kozi ambazo watu wanaweza tumika kufanya kazi kama in extension programs huku nje kusaidia watu, na pia hiyo iko katika level ya certificate na diploma. Tuko na pia idara ambayo ni ya building and civil engineering. Tunafunza plumbing, tunafunza ujenzi, na nikiongea hapa kama watu wa plumbing ni wachache sana wakati huu. Akija pale tutamfunza na aanze kuhudumia watu. Na ubora wa hizi kozi za ujuzi ni kwamba ukishasoma utaajiriwa ama pia ujiajiri we mwenyewe. Unaweza anzisha hata ikiwa ni kiwanda kidogo na pia uajiri watu wengine. Na unaona katika hiyo hali tutasaidia serikali yetu katika kujenga uchumi. Si kana kwamba watu wakae nyumbani. So ninapoelekeza watu wakati huu na nikiwaambia waje Nkabune waone tuwaelekeze, ni waache kukaa nyumbani, ndio wa change mindset. Vile wanavyofikiria katika mambo ya maisha, wafikiria kuna kitu ingine wanaweza fanya bila kutegemea tu serikali. Kwa sababu serikali imetupatia nafasi, imepeana masomo, sisi ni vile tutatumia na hayo masomo. Na ndio nahimiza zaidi masomo ya ujuzi, kwa sababu hiyo hautagoja kutafuta kazi, utaanza hapo hapo. Kwa sababu kama mtu amefunzwa mambo ya stima, ataanza kuweka stima pale pale. Na ikiwa kuna construction site ama pale kuna ujenzi, ataenda hapo na atapatiwa kazi kulingana na ile level ameelewa. Sasa hizo ndizo kozi tunapeana hapo, na ni pia niongezee hapo niseme kuna kozi hizo ndogo, hizi fupi kabisa. Hizo ni courses ambazo utakuja tukuelekeze kulingana na mahitaji yako. For example, nimesema kama hospitality ndio ya ubora zaidi ya center of excellence. Ukija ukitaka kufunzwa kubake cakes na decoration, tutakupangia. Ni wewe utasema ni ngapi unataka kujua, type ngapi, tukutengenezea hata ada ambayo utaweza kulipa mwenyewe. Kwa hivyo hapo hakuna kustruggle. Ukitaka kujua mambo ya beauty, tuko na vifaa ambazo ni za kisasa zenye tumenunua, na pia tukapata kusaidiwa na serikali. Tutakufunza. Ukitaka kushuka nywele kiwango ile unataka. Kwa hiyo ninasema Nkabune tumefungulia watu wote. Hakuna vile wazazi watasema wakae na watoto nyumbani, hawana ada, hawana karo, waje tuwaonyeshe njia. Na hizi courses kuna labda grades zile mwanafunzi anaweza kuja nazo, ama mwanafunzi yeyote tu anaweza kuja kufanya hizi courses? Sasa kuna viwango tofauti. Tukija ni artisan, ni mwanafunzi yule alipata D- kwenda chini. Tukija ni certificate, ni yule alipata D+ kwenda juu. Tukija ni diploma, ni C- kwenda juu. Na niseme pia kuna wanafunzi walihitimu hata kwenda university wakapata B-, lakini kwa sababu ile ujuzi alitaka na katika hali ya kujielewa, tuko nao ambao wanafanya mafunzo kama ya plumbing. Ndio. Na sasa kwa wale ambao wanafanya artisan ama anafanya certificate, kuna jinsi anaweza endelea na masomo mpaka apate diploma? Ndio, ukishafanya artisan mwaka moja, utapata cheti, uingie certificate, usome miaka 2. Mwenye amesoma certificate miaka 2, anaingia diploma mwaka wa 2. Anaondolewa hiyo mwaka moja, anasoma miaka 2. Na pia niseme kwa sababu kuna universities zinafunza mafunzo hii ya ufundi, ataenda aelekee university akishapata diploma. Ni vile atapitia hiyo njia, na unakuta mwenye ako na ujuzi hata akiingia university inakuwa rahisi kwake sana, kwa sababu tayari amefanya practice ya kutosha. So hapo ni kupitia. Ndio nasema sasa ikiwa huku upata nafasi ya kwenda university, kuna njia ya kupitia. Usife moyo ukae nyumbani, kwa sababu ukipoteza muda utajisaidia. Kuja anza hata artisan. Tuko na watu wenye wamepita na tunawajua na wameenda mpaka degree level. Ndio.
Bwana Mjenga, unajua kuna mzazi labda kuna mtoto wake nyumbani saa hii anamwambia wewe ulianguka, ulipata D- ama ulipata C-. Sasa hakuna kitu kingine naweza kusaidia wewe, kaa tu hapo ungoje kuolewa ama ungoje kuoa ujisaidie huko mbele. Unaweza mwambia nini? Naweza ambia mzazi kwamba sisi katika TVET ama hizi shule za ufundi hakuna mwanafunzi alianguka, kwa sababu tumetengenezewa njia ya kupitia. Yule hata alipata grade yenye hata akiulizwa maybe na relative wakiwa wamekusanya pamoja hawezi ongea, aje na hiyo grade, kwa sababu Nkabune Technical tuko na ofisi ya career guidance. Sasa akiingia pale ataelekezwa, na katika hali ya kuelekezwa haswa au amepata hizo grade, tunawapitishia mambo ya kujielewa zaidi. Ni nini haswa anaweza fanya vizuri. Anaweza kuwa hakuhitimu vizuri na hesabu na ikaleta grade yake chini. Ataketi chini aulizwe values zile ama maadili yale anafuatilia na kitu ile inamfurahisha ama passion, alafu aelekezwe. Anaweza kuwa ni mtu anajua kupika sana, hata ikiwa alipata hiyo grade ya chini, tutampeleka afanye catering na anzie artisan level, na tukiona anashindwa kabisa atafanya hizo courses. Nimesema ni open, tumtengeneze, tumfunze maybe mambo ya cakes. Hiyo ndio ilikuwa swali yangu. Next nilikuwa nataka kujua kama nyinyi mna offer ile guidance, career guidance kwa wanafunzi na wazazi. Ndio, hiyo tuko na ofisi ambayo imesimamiwa na officers wawili na kuna committee. Kwa hivyo mwenye ako nyumbani, ningeuliza mzazi aachilie mtoto, ampatie nauli, aje shuleni aketi na hao officers. Na utakuta huyo mtoto akielekezwa atakuwa motivated kusoma, kwa sababu masomo ni kitu ya muhimu sana. Juu hata ukianzisha biashara na kama huna hiyo masomo, kuna wakati inafika unaweza lemewa, lakini ukija pale upatiwe huo ujuzi na uelekezwe namna ya kufanya biashara katika idara ya business, kwa sababu tuko na wale wanafunza business, utakuwa mtu bora zaidi. Ndio. Na maybe swali lingine mzazi anajiuliza ni mambo ya fee. Mnakuwaga na other source of funding apart from kutegemea wazazi fully, na mzazi anauliza how affordable is Nkabune TTI? Nkabune TTI iko very affordable. Tuna ada ile inachajiwa pale ni ile tumeelekezwa na serikali. Kama taasisi yoyote ya kiufundi, mwaka mzima ni 56,240. Hiyo si pesa mingi. Na akishalipa hiyo mwaka mzima, itategemea anakaa miaka ngapi shule. Yule anakaa mwaka moja ni hiyo 56,240 na pengine pesa ya mtihani. Mwenye anakaa miaka 3 pia ni hivyo. Lakini pia nimesema kuna zile course ndogo za miezi 6 na zingine maybe even 1 month. Hiyo atatengenezewa kulingana na mahitaji yake. Kwa hiyo Nkabune iko very affordable. Na ukikuja pale hata ukiwa mzazi, hata hiyo tunasema ya mwaka mzima, unakuja tunaongea, unatuambia utalipa aje. Tunakubaliana na tunakupatia nafasi ndio watoto wasikae nyumbani. Tena hapo awali tumekuwa tukielekeza wanafunzi wajaze help. Hii ni mkopo ambayo inapeanwa, anajaza, anaweza kupata masomo. Na akipatiwa hiyo pesa bado iko na pocket money pale ndani. Kwa hiyo mzazi hatakuwa na mzigo. Na pia kuanzia September kuna another model ambayo inaingia. Wanafunzi watakuwa wana apply for scholarships kwa serikali kulingana na vile watakuwa classified, na pia watapata nafasi ya mikopo. Kwa hivyo kama wale hawajiwezi kabisa wamekaa nyumbani, itawezekana atapata scholarship na pia apate mkopo, meaning mzazi hatatoa chochote. Kulingana na viwango na vile watu wako na pesa, wanaelekezwa na percentages ya scholarship na pia hizo mikopo ambayo serikali inapeana. Kwa hiyo tutapanga nafasi maybe watu watembee hata pale shuleni, tuwapatie masomo zaidi. Ama wakitaka kujua sana wataenda kwa tovuti ya Nkabune ambayo ni www.nkabunetti.ac.ke. Pale tukipata information yoyote huwa tuko na notice board tunaweka pale. Lakini hawajazuiliwa kutembea, pia tuwaelekeze kwa hatua kwa sababu watoto wanatoka background tofauti and the ones that are completely vulnerable au wataweza kupata hiyo mkopo na pia wapate scholarship. Kwa hivyo wataelekezwa vile wata-apply. Kwa hiyo ni kumaanisha kusoma kuna njia mingi sana za kupata pesa. Kunao pia wanapata scholarships wanatafuta. Pia kuna hii pesa ya serikali CDF wanapata. Na kuna mzazi anauliza maybe KUPS ilikuwa imefungua lakini sasa imefunga portal. Mzazi mwenye mtoto wake amebaki nje, mtamu accommodate?
akija pale shule tutamuweka kwa system, kwa sababu kuna pia system ya serikali ambayo tunapatiana hayo majina. Kwa hiyo akuje pale shule tumuelekeze. Lakini tunawaambia ni vyema sana wakati KUPS inafunguliwa huo muda unatumiwa vizuri sana. Particularly tukiendelea hii mwezi ya September, ni vyema mtu anakaa macho. Lakini pia juu wako na usaidizi na kuna yule pengine kama Nkabune Tti, kuna mwenye anatuelekeza kutoka KUPS. Anaweza kuja pale apate usaidizi. Ndio. Facilities zenu kidogo Martin, facilities zenu zikoaje? Mzazi anajiuliza mtoto wangu atapata mahali pa kulala, how safe is my child akiwa Nkabune? Akiwa Nkabune Tti. So facilities ziko, tuko na mahali pa kulala, tuko na bweni ndani ya shule ambazo zina accommodate vijana na wasichana. Na pia niseme Nkabune area kwa sababu hiyo technical iko mahali pema sana, tuko bali na town. Ni environment iko very serene, mahali pamenyamaza vyema. So community imejenga nyumba pia. Akaja akose kupata nyumba ndani ya shule, kuna zingine ziko karibu zaidi na shule pale. Kwa hivyo asiwe na wasiwasi, akiwa ametoka Mombasa, Kisumu, Kiambu, Limuru, atapata nyumba. Asiwe na wasiwasi. Security iko sawa. Security iko sawa. Na pia kama pahali popote Kenya, mambo hufanyika pale na pale, lakini tunashikiliwa vizuri. Kwa hivyo asiwe na wasiwasi. Bora naye akae vile anatakiwa, akue shule wakati anatakiwa, kwa sababu sisi kuna vile tunapanga wanafunzi wetu na masaa ile atakaa ndani na nje. Kwa hiyo control iko. Mwanafunzi akikubali kukaa vyema, sidhani anaweza pata shida kabisa. Ndio. Sasa mwalimu, kuna mzazi ama labda kuna Mkenya ako mahali anajiambia kwamba mimi nishapita umri wa kusoma. Sasa hizi TTI Nkabune for example, kuna ile age limit ambayo mtu anaweza kuja, labda mtu anasema mimi nilimaliza shule leo tuko 2023, mtu anasema mimi nilimaliza shule huko 2015. Anaweza akomoditiwa shule kufanya course yoyote yenye anataka? Anaweza. Kuna kitu ingine ambayo serikali imekuja nayo. Kuna watu walianzisha na biashara huko nje. Maybe anashuka nywele vizuri, ako mechanic mahali. Kuna kitu tunaita prior learning. Ikiwa yeye ni a very good mechanic, anatengeneza gari vizuri lakini hakuenda shule, alilearn on job, anaweza kuja pale afanyishwe mtihani. Na hiyo mtihani si ile ya kuogopa, ni kuangalia kama ako competent or not competent. Apewe gari hapo, afanye exercise ile anaulizwa, akishahitimu anapata cheti. Hiyo ni njia moja ya watu wale ambao walianzia na wako na miaka imeenda sana. Pia nimesema kuna hizo short courses ama kosi fupi zinachukua muda kidogo. Hizo umri wote akuje tumfunze. Kwa pengine maybe ni mtu aliolewa akajipata ako katika hali ya ndoa, amekaa miaka mingi, amefikisha hata 40 years. Anaweza kuja pale tumfunze kutengeneza hizo cake, kushona nguo, ayake biashara yake. Kwa hiyo umri watu wasiogope, wanaweza badilisha maisha yao hata ikiwa miaka imeendelea, na pia pengine walikonza kuelewa kuna mambo kama hiyo inaendelea. Ndio. Intake zenu zikoaje? Intake za Nkabune ni January, May na September. Na ningehimiza watu kulingana na vifaa zile tuko nazo pale, kwa sababu shule yetu naweza sema ni unique. Iko na vifaa za kutosha na ni vifaa vile tukifunza wanafunzi wanakuwa exposed vizuri sana. Tumeanza hata kupeana admission za September. Kwa hiyo ningewaalika waje wachukue admission letters pale. Tumeanza tayari, watu wamekujia. Na pia tuko na tovuti vile nilisema, tumeweka hizo barua pale. Anaweza ingia pale kwa cyber, download. Ndio aweze kupata ni nini inahitajika, awe anajitayarisha pole pole. Kwa hiyo tuko na intakes throughout. So hizi short courses pia nitangoja January, May, September ama? Hasha. Hiyo unaingia wakati wowote. Kwa sababu wakufunzi wetu wako tayari. Ukija pale tunakutengenezea kile unataka, unaanza immediately. Tunaweza kukufunza wakati umetoka hata kazini, jioni. Tukufunze lunch time. Kwa hiyo tuko open, na ndio kwa sababu vision yetu ni kuwa center of excellence, ama tuwe na ubora sana wa mafunzo ya ufundi. Ukija pale tutakupangia anytime. Ndio. Maybe mzazi anajiuliza kuna TTIs mingi sana and around, why should I bring my kid to Nkabune? What is unique about Nkabune TTI? Nkabune is very very unique. Kwa sababu mwanzo pale tuko location vile nilielezea, hapo hakuna kelele kabisa. Ni mahali pametulia,
na mahali ukija hutakuwa na kufikiria kutoka kwenda nje. Kitu ya pili, tuna operate na core values. Sasa ni excellence and teamwork tukiwa kama wafanyikazi. Kwa hiyo tunaelekeza kulingana na vision yetu, tunafunza bora zaidi kwa sababu walimu pale wamehitimu vizuri na wanajitolea zaidi. Kwa hiyo wanafunza wanafunzi roho safi na wanapita vyema. Na niseme hiyo kupita vyema tunakuanga 70%, above 70% in pass rate. Kumaanisha mtoto akiingia pale hakuna wastage. Akija atulie, afunzwe, hiyo ndio inatufanya tukue tofauti kwa sababu wanapita vizuri. Na pia kuna hii mambo ya ufundi. Tunahakikisha ya kwamba mwanafunzi amefunzwa kila wiki. Anaingia klasi kupractice. Kwa hivyo hakai bila practice. Na unaona akiingia kufanya hiyo ufundi kila wakati, atatoka amehitimu sana. Na niseme ni kweli kwa sababu wale wako nje ama viwanda wanatupigia simu sana wakihitaji wanafunzi wetu kwa sababu tumewafunza na wameelewa. Pia niseme wanafunzi pale wako na nidhamu na wanatia bidii sana. Na wanapotia hiyo bidii ndio unaona tunapata kufaulu katika masomo. Na pia niseme tuna co-curricular activities ambazo tunafanya na hizo co-curricular activities zinawa keep very busy. Kwa hiyo Nkabune iko unique na tena niseme kitu kingine inafurahisha wanafunzi. Hapo tu ndio shule iko na swimming pool around. Na wanatrainiwa. Na kuna wengine wametuletea gold medals na pia bronze. So tunawafanyisha practice pale. Na tunaona tukiendelea hivi in future tutai-expand. Juu wamepata a lot of interest. But for now wakati tunawafunza mpaka ile kiwango tunaweza, tunawapelekanga nje kufanya practice kwa swimming pool kubwa. Lakini naona hiyo ni kitu inashika sana kwa sababu pia serikali inataka tuweze kusupport talent za wanafunzi wale tuko nao. Ndio. Nataka kulipia karibu ya kuja fanya swimming kwa sababu yeye ni mtu wa shawa na karai tosha. Anaogopa sana. Huyu nataka nimlipie sasa kuja fanya swimming hapo. Shut up. Maybe apart from kufunza wanafunzi class, umetuambia kuna swimming, any other extracurricular activity? Ziko kama mipira, kunao wanakimbia, na niseme pia kuna mambo ingine kama ya innovation, research and innovation. Na ukaja kutembea hata kwa ofisi ya mwalimu mkuu utakuta trophies ama hata sina mahali pa kuweka kwa sababu hawa wanafunzi ni regional na national champions. Kuna wengine tumepeleka mpaka national na wanafurahia sana. So kuna hiyo kukimbia, kuna mipira, apart from that one kuna hiyo innovation, we expose them kufanya innovations, na kuna moja hata iliweza kuhitimu na wakaweza kupelekwa for experience in China. Kwa hiyo ni kumaanisha tuna embrace talent. Yes. Sasa pale ulitutajia fees, mwalimu, mzazi anauliza kama kila course inalipiwa hiyo pesa ama kila course na fees yake. Okay. Sasa ile inatofautisha katika hizo kozi, fees, hiyo nilisema 56 to 40 ni 1 year fee. Lakini kulingana na ile kozi unafanya na ile mtihani unafanya, ile inatofautisha ni bei ya pesa ya mtihani. Kwa sababu kuna mtihani ya KASNEB, kuna ya NEC, na kuna ingine ya SIDAC, hii ambayo ukilinganisha na hizi masomo tunasema ya CBC, ukifika college pale ni CBET, Competence Based Education and Training. Kwa hiyo inatofautisha kidogo sana. Na unajua kuna kozi zingine zinahitaji uniform, so inatofautishwa kidogo sana kwa sababu ya hayo mambo. Lakini fee yenyewe ni the same for the whole year. Ndio. Mkona kama wanafunzi wenyu wanapelekwa kama tours hivi ama places zingine kwenda kusomea vitu zingine nje ya shule? Na hiyo niseme ya kwamba tunafanya na ni muhimu sana kwa sababu hao wanafunzi tunapo waelekeza katika ufundi watafanya kazi huko nje.
na pia tunatarajia pia watafungua viwanda zao. So tuko na vifaa zile wanaona shuleni, kuna vifaa zile zinatumika huko nje. Kwa hiyo tunawapatianga educational trips. Wanaenda kwa hoteli, wanashinda huko, wanaona hoteli ikiwa nje tofauti vile zinakaa. Wanatoka nje wanaenda kwa viwanda hata za majani huku Meru, wanaenda wanaona kila mtu na nafasi yake. Ndio akisoma pale, akirudi tunawapelekanga sana wakimaliza 1 year, anaenda huko nje anaona vile mambo iko, alafu anarudi shule. Hiyo ni kuwa expose ndio wajue nje na ndani vile kunakaa. Na hiyo itawasaidia sana wanapotoka. Hawata kuwa stranded, wataweza kujipanga wakija kutoka. Ndio. Swali lingine mwanafunzi ama mzazi wa mwanafunzi angejiuliza ni kwamba wajua ile shida ambayo iko huku nje saa nyingine ni kupata attachment ama ukishamaliza shule kupata kazi. So hapo kwa attachment mwanafunzi angetaka, mwalimu angetaka, mzazi angetaka kujua mtoto wake atapata, kama mnaweza msaidia kupata attachment ama internship baada ya shule. Mwanafunzi atakuwa na skills za kutosha pale akute mzazi labda amchukulie loan mahali aanzishe biashara yake kidogo, kama nikakupika hizo keki ama nikakufanya welding. Mwanafunzi akitoka pale atakuwa na skills za kutosha za kuanzisha kazi yake, kujiajiri na kuajiri wengine labda, ama akienda kuajiriwa pia asiende kujiaibisha pale mbele ya mwajiri wake. Acha niseme katika mafunzo ya ufundi hiyo niko na uhakika. Akishatoka pale, juu nimekuambia every week lazima ingie kufanya practice, na pia kitu ingine tunafanya pale ambayo inatutofautisha. Akimaliza mwaka wa kwanza, tamu ya kwanza, akija shuleni, kila mwanafunzi upatiwa majaribio yake peke yake ya practical. Tunamnunulia materials, anafanya peke yake. Hiyo inamsaidia sana. Na pia kila wiki wakifanya pamoja na groups, hata hizo zinawasaidia. Niko na uhakika akitoka pale hata jiaibisha. Na pia niseme katika mambo hiyo umeuliza ya attachment, kuna document ambazo shule inatayarisha, tunapatia wanafunzi watafute. Na kwa sababu ya kutafuta ni kwa sababu tunataka kupatia pia mzazi nafasi. Kuna wazazi wanataka watoto wao wakae karibu juu ya kuwa sustain. Wale wamekosa wanarudi shule kwa sababu tumetengeneza directory ya watu wale uchukua wanafunzi wetu kwa attachment. So wanapata usaidizi. Lakini kwanza tunawapea nafasi kulingana na pale mwanafunzi angetaka kwenda pamoja na mzazi wake. Lakini mwenye anakosa tunampatia nafasi. Tunamsaidia. Tofauti ya ama artisan courses ni nini haswa? Tofauti ya artisan course maybe na certificates. Okay, ukianza katika hali ya artisan level, mara mingi most of the work ni practical. Mtu wa artisan ni kutenda, ni kufanya. Akiwa anafanya theory kidogo sana. Kwa sababu inatarajiwa huyu mtu wa artisan ndiye atakuwa anaajiriwa na huyu wa craft. Kwa sababu ako na kutenda zaidi. Ukienda kwa craft pia kuna kutenda kiwango lakini sio kama ya artisan. Kwa sababu naye anategemewa anafanya kazi na mtu wa diploma. Unapoendelea kupanda unakuta huyu wa diploma pia practical zake sio kama za craft. Kwa hiyo pale ukianza pale chini unatenda zaidi ya ile theory. Na ndio nilikuwa nahakikishia watu waje pale, huwezi anguka mtihani. Ukija ufocus utaweza kupita vizuri sana juu tunataka watu wajue kutenda. Kwa sababu unaweza kuwa na cheti cha juu sana. Upatiwe nafasi maybe uambiwe ufanye hesabu kama ya account. Ushindwe kubalance pale, wewe hujui kazi. Ukute kunaye alianza pale chini kwa sababu kama accounting tunaanza pale kwa certificate. Apatiwe hiyo hesabu na aweze kuifanya. Kwa hiyo tuna concentrate na kutenda zaidi ya kusoma theory. Kwa sababu hiyo inahitajika huko nje. Sasa mimi nikikuja niko na C- yangu, najua naweza fanya diploma, lakini niseme nataka kufanya artisan. Hiyo inaweza kubalika? Ukiwa uko na grade ya juu na unataka kuanzia artisan, mtu ako na uhuru. Kwa sababu
Hapo awali nilisema ya kwamba kunao walipata B- yenye inampeleka university. Lakini ile kozi alipata anaona hiyo sio anapenda. Alirudi pale akachukua diploma. Kwa hiyo inategemea na nini unataka. Ndio. Kuna kitu pia, ningetaka pia usisitizie mzazi, kwa sababu wazazi wengi wanaamini mtoto wangu mimi lazima akuwe na degree. So ningetaka usisitizie mzazi, mwambie kwamba kama inawezekana mwanafunzi aanze pale Nkabune, afanye certificate, aende diploma, afanye mpaka aende university. Akishamaliza diploma ya Nkabune Tti, kama anaweza proceed na afanye diploma, afanye degree, inawezekana. Inawezekana sana. Kwa sababu nilisema kuanzia artisan, unapofanya hii mitihani ambayo inapeanwa ya kiserikali, hiyo ni njia umetengenezewa ya kwenda mpaka university. Na kitu ingine ya muhimu zaidi, kuna kozi hizi tunafanya na modules. Unaweza fanya module moja, ufanye kazi kidogo, urudi. Iko na flexibility kusoma, kufanya kazi, na pia kuelekea university. Na niseme ya kwamba hatuwezi fanana sisi wote. Kunao wanaelewa hii masomo na watapata alama inawapeleka direct kwa degree. Ni vyema sana. Lakini niwapatie mfano. Unaweza kuwa uko na mtoto hapa na maybe yeye ako na ujuzi wa biashara. Aanzishe, afanye diploma yake, amalize, aanzishe kiwanda. Kiwanda inapoendelea kukua, atahitaji manager. Ataajiri nani? Atatafuta mtu mwenye amehitimu sana, pengine ako na degree ama masters. Kwa hivyo ni vizuri tuangalie hii mambo tukiwa na mawazo yanayofaa. Huyu wa diploma akianzisha kiwanda, ataajiri yule ako na degree, kwa sababu hata yeye anataka kazi yake iendelee zaidi. Yule ako na degree pia akianzisha, ataajiri wa diploma. So ni kumaanisha ya kwamba kutegemea na mawazo ile mtu ako nayo, ndio ataweza kuhitimu katika maisha. Kwa hivyo hakuna hasara iko pale ukifanya ufundi. Kwa hiyo mzazi asife moyo kwamba anaona watoto wa wengine wameenda university, wake hajaenda, anaanza kuwa discouraged. Kuja tukuonyeshe njia vile unaweza anza na ufike pale. Hata ikiwa hii njia utapitia sio kama ile ingine, ni njia tutakutana mahali. Na unaweza kuta huyu amehitimu zaidi kuliko mwenye alielekea pale. So kuna balance. Mwenye ataweza kwenda university ni sawa sawa. Mwenye hajaweza kuenda, wasife moyo, waje tuende, tutakutana mahali. Ndio hiyo. Sasa ile kitu mwalimu ningetaka uambie mzazi leo. Wajua, kusema ule ukweli, hii society ambayo tunaishi leo ni ile ya mtoto wangu alifanya vizuri, alipata A. Mtoto wangu alipata B+. So inakuwa kwa hii society ambayo tuko saa hii, yule mwanafunzi ambaye alianguka mtihani, labda akapata D, akapata D+, akapata C-, utakuta kwa hii society mara nyingi anadharauliwa. Na mzazi anakuwa discouraged. Na mzazi pia anakuwa discouraged. Yule mwanafunzi pia yeye mwenyewe kwa life yake anakuwa discouraged. Ningetaka kwa dakika chache tu uelezee mzazi kwamba hii sio ni kama amehukumiwa, unajua. Sawa, asante sana kwa hilo swali. Ni vyema kama mzazi ujue ya kwamba unapopata hao watoto hakuna vile wanaweza fanana. Kwa sababu mtu anapokuja hii dunia kuna ile kazi anakuja kufanya. Na ndio unakuta tuko na wanamuziki saa hii wako na pesa mingi sana. Na maybe pengine akiwa pale primary, mwalimu yule alikuwa anamfunza, alikuwa anaona yeye huyu kijana kuna vile anafanya. Ako na vituko zake, anataka kucheza muziki, kuna zile traditional dances, unaona hapo ndio anahitimu zaidi. Mwalimu akirudi darasani huyu hanyamazi na hatulii kusoma. Ndio tunataka tuanze kuelekeza, na ndio hii CBC inakuja. Tuanze kujua talent za watoto wetu ama capability ile anaweza. Kwa hiyo we ukiwa mzazi usihukumu mtoto, na ikiwa ulimhukumu, ndio ninakualika Nkabune, tembea tuongee na wewe na nikupee mifano. Na ninapopeana mifano, napeana mifano inaeleweka ya kwamba kuna watu hawakuanzia university lakini wanafanya vyema sana katika hii nchi. So la muhimu ni kuelewa huyu mtoto anaweza fanya nini. Huyu ndio maana, kwa sababu tunahitaji wanamuziki, tunahitaji watu wa kuchora. Huyu anapenda kuchora zaidi, akiwa primary ataendelea hivyo akuwe architect. Kwa hivyo hakuna mtu hana jambo lake ambalo lilimleta duniani. Kwa hiyo kwa familia utapata mwenye atakuwa daktari. Huyo katika kuelewa masomo ni sawa, aendelee hiyo njia.
Huyu mwingine kwa sababu utahitaji hata mwalimu katika hiyo boma yako, muelekeze. Kwa sababu pia ukija pale Nkabune ufanye diploma yako, tunakuelekeza unaenda Kenya School of TVET. Ile ilikuwa inaitwa KTTC. Unasomea ualimu. Kwa hiyo njia ni mingi za kupitia, na ndio tunaongea na wazazi waje tuwaonyeshe hizo njia, kwa sababu tumewekwa pale, tumeelezewa, tuko na masomo ya kuelewa zaidi njia tofauti zile mtu anapita. Unaweza kuwa unaenda Nairobi upitie Nyeri, upitie njia ingine ya Embu, na pia unaweza pita ingine. Kuna njia 3. So sisi wote tutakutana mahali. Kwa hivyo mzazi usife moyo, leta huyo mtoto wako. Na pia tukifanya hata hiyo career guidance, tuko bado na guidance and counseling. Ataongeleshwa kwanza. Na niseme ya kwamba wameenda wakahitimu, na tuko hata na walimu ambao wamerudi kufunza katika hiyo chuo na walipitia hizo diploma. Na unaona huyo sasa bado atakutana na yule alienda university. Unaelewana? Njia ni mingi. Na sasa mwalimu, kwa sababu naona time yetu pia inaenda kuisha, tungetaka kujua kwa sababu ya hii community ambayo tuko saa hii, hawa wanafunzi ambao wako, kwanza kabisa ni siku gani ambayo mzazi anaweza kuja ama akuje na mwanafunzi wake apate hii career guidance ambayo atakupata wewe kwa ofisi, ama apate wale ambao watampea hizi mawaidha za masomo? Ni siku gani anaweza kuja, ama anaweza kuja tu siku yoyote shule? Okay, asante sana kwa hilo swali. Mzazi anaweza ingia pale kuanzia Jumatatu mpaka Friday. That is Monday to Friday. Ofisi zimefunguliwa. Tumejipanga vile mmoja akifanya kazi kama ya kwenda darasani, kuna mtu amebaki kwa ofisi. Na maanisha kwamba ofisi zetu zimefunguliwa zote. Na anaweza kuja wakati wowote. Kwa hiyo akiingia aje hapo reception, ataelekezwa. Tutaongea na yeye kidogo, alafu nimuelekeze katika ofisi ya career guidance. Kwa hiyo anytime Monday to Friday. Mtu tu atakuja tu aseme mimi nataka kuambiwa ninaweza fanya course gani, ama niko na mtoto, nataka nisaidiwe, atafanya course. Maana kuna wale watoto wanasema I really don't know nataka nini. Unajua kuna pia wale watu waogopa maofisi, so wajui atakuja aseme nini. Mimi nataka kuja kuambiwa career guidance, ama nataka kuja kupewa career guidance yangu ama ya mtoto wangu. Akija pale tuko na wafanyikazi wazuri sana. Watamuuliza ni ofisi gani anataka kuelekezwa, aelekezwe. Na pia akitaka kuona mwalimu mkuu, niko available sana. Kwa sababu najua unapopatiwa ile kazi ya serikali pale kwa ofisi, kuna watu wanataka msaada. Kwa hiyo unapaswa uwatumikie na uwapatie nafasi, na pia uwasikize, kwa sababu watu wengi huogopea kwa mbali, na ndio unaona watoto wanapotea. Mzazi anajidharau, na wakati anapojidharau atakaa na huyo mtoto na hatapata msaada wowote. Kwa hivyo aje, ofisi yetu inaingia kila mtu. Hatuna ubaguzi kabisa. Wamekaribishwa Nkabune. Good. Kabla tumalize, maybe contact, maybe mzazi mwenye anataka kuongea na Nkabune Tti ukitoka hapa. Okay, contact zetu, kwa sababu najua maybe wale vijana wananisikiza sana sana wanataka mambo ya tovuti. Wataenda www.nkabunetti.ac.ke. Wale wangetaka kutumia email, it's ntti@nkabune@gmail.com. Wale wangetaka kupiga simu ni 0719 186 814. Wakitaka kuwasiliana nasi, hata akienda pale Google type Nkabune website, itajitokeza yenyewe. Na pale ishatoa. Tumeweka hata picha zetu za shule, tumeonyesha lab zetu, ndio hizi vifaa ninaongea juu yake pale. Utaweza kuona activities zile tunafanya. Na pia niseme tunaitango hata kwa sherehe sana, kuenda kufanya service, kwa sababu kazi yetu inajulikana, tuko na ubora zaidi. Yes. Siku hizi mambo ni rahisi, hata kwa simu yako tu ukiwa na internet unaweza ingia pale. Kama leo hata tunapeana airtime ya 1000 ya Safaricom, ununue data, unaweza ingia pale tu kwa internet, type tu Nkabune Tti, utaingia kwa website yao. Ni rahisi, si ndio? Ndio sana, ni rahisi sana. Na pia niongeze hapo kidogo, hata hizi simu za rununu tunazitumia bora zaidi. Kuna subject zingine tunafunza online. Kwa hiyo mzazi, mtoto unafunza online. Yes. Mzazi anapoleta mtoto pale Nkabune pia amnunulie simu. Akija pale kuna lesson tunawafunza. Hatutaki wakae na simu za rununu kupoteza muda. Kunazo tunawafunza, ndio wakihitimu pale wanaweza fit mahali. Ndio. Asante sana
sana mwalimu kwa kupata wakati na ingwetikia muthikiria na njira imo kanenge mushiari ukwithirwo ukimenya Nkabune Tti. Tafadhali mushiari tukuromba na giteo gikinene irrespective ya grade na mwana okuonere ithirwo kimukinyia Nkabune Tti ombe kwithirwo kinyake gitoro career guidance mbuga nutegete mwana nuje kuyana bara matupate kuira I want to be a teacher nataka kuwa hivi please baikie bethro bakithirwo career guidance na you never know nyana utige mwana uskuru no wete mwana agatuika convinced akwira oni antigwe na ndingite course flani please make sure no kwithirwo kiriungira Nkabune Tti na ukwithirwo kitakire nya kunkurugura nimejaribu kufungua na imefunguka Nkabune Tti website yao kwithirwo kiona nkona bena manto kathomba wenda kuona ki notice board wenda matege staff yani kila kitu ikiri website no tunandi manto jejire kiri ya manto jejire kiri mitandao gatuthiro tukirikiria umuthikiria unless kama mwalimu kuna maneno ya mwisho ambayo unataka kuambia wanafunzi ama wazazi. Ningetaka kusema nashukuru sana kwa ambao wamesikiza tukiongea pale wale wanatazama najua kuna wanafunzi wetu na wafanyikazi ambao wanatazama nashukuru sana kwa kuwa nasi tukiendelea katika huu mjadala na nirudia kwamba naalika kila mtu kutoka pande yote ya Kenya. Nkabune is a place to be. Na pale ukija kukokoa tumepanda miti ya kutosha ni mahali very comfortable. Kuja ujione na hizo mambo utaziona pale kwa tofuti si exaggeration. Karibuni Nkabune sana. Alafu wape direction mara ya mwisho. Sasa wacha nipeane vile unaweza fika Nkabune rahisi ukiwa unatoka Nairobi kuna mahali kunaitwa Getembene. Ukiwa unatoka pande za Nanyuki pia kuja pale Getembene, teremka na Mate Road kuna mahali utafika utaona ubao ya Nkabune Institute ni karibu na Egoki Dispensary 1.5 ama kilomita 1.5 utajipata Nkabune Tti. Karibuni sana. Asante sana na mwalimu amesema ofisi zake ziko open Monday to Friday unaweza enda pale upewe career guidance wewe na mtoto wako ama hata wewe mwanafunzi peke yako ama kijana msichana unaweza enda pale upewe career guidance hata ukua peke yako tu uulize naweza fanya course gani kwa sababu some of us hata unajua saa nyingine umepita ama hujapita vizuri kwa shule na hujui unafanya nini ama unataka kufanya course gani ukienda pale shule utaambiwa kwa sababu right now na hii uchumi ambao tuko nayo at least kuwa na course ambayo unaweza either jiajiri ama ajiriwa ama uajiri mtu mwingine very important. Thank you. Asante sana Madam Njenga kwa kupata hii nafasi kuja kuongea na wazazi na wanafunzi na pia sisi pia mimi nimepata kitu ambayo naweza enda niambie mtu pale nje kwamba unaweza enda pale Nkabune Tti ufunzwe hii course kwa sababu after all ile kitu ambayo tunataka ni an empowered nation. Asante. Tunashukuru sana. Thank you. Kuwa nanyi. Asante. Thank you so much.